Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Dini na hii ni Dizim Online. Kama kawaida, kila ninapofika siku ya leo, lazima tukupe zile story 5 ambazo zimeweza kufanya vizuri kupitia Dizim Online. Lakini kabla ya yote lazima nikuambie wale wote ambao wana mchango mkubwa ambao wamesababisha kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa kwenye story 5. Ni Smile pamoja na muziki. Smile ni internet pekee nchini Tanzania ambayo iko fasta zaidi. Kwa hiyo kama wewe ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, kama wewe ni kati ya watu ambao wanapenda kucheki video YouTube, wanapenda kusikiliza ngoma katika internet, basi una kila sababu ya kutumia internet yako ya Smile. Lakini ukizungumzia muziki unazungumzia app ambayo itakufanya wewe hapo ambaye unapenda sana muziki wa Tanzania na nje Tanzania kusikiliza. Cha kufanya ni nini? Unaenda kwenye Play Store, sehemu ambayo una download apps mbalimbali, unaandika muziki, inakuwa kwenye simu yako, alafu unakuwa unatisha kinoma noma. Sura kwanza natoka kwa Ben Pol. Bana Ben Pol kuna picha ambayo imekuwa ikienea katika mitandao ya kijamii ikimuonyesha kama yuko mtupu. Alhamisi hii hapa Ben Pol amevunja internet kibongo bongo kwa picha yake ya utata mkubwa aliyoiweka kwenye Instagram. Kwenye picha hiyo hapa Ben Pol ameonekana akiwa mtupu, amekaa kwenye kiti, mikono yake ikiwa imefungwa kamba. Picha hiyo imesababisha mjadala mrefu sana unaoendelea hadi sasa kuhusiana na lengo la muimbaji huyo. Na sasa ameweka picha nyingine kwenye Instagram inayomuonyesha akiwa amefunikwa kitambaa chekundu usoni kama mtu aliyetekwa na wasisi wa Boko Haram. Huku kifuani pamebandikwa namba 3 ambayo huenda inamaanisha kuwa zimebaki siku 3 tu hadi kile anachotaka kukitoa kiweze kuwa mezani. Cha kufanya ni nini? Ni kuendelea kukaa karibu na Dizim Online ili uweze kufahamu kitu gani ambacho Ben Pol amekimaanisha kutokana na zile picha ambazo ameziposti. Na story nyingine inahusu Shilole, Shishi Baby. Bana Shilole atangaza kwamba kwa sasa yeye yuko single na yoyote yule ambaye akikidhi vile vigezo ambavyo yeye anavitaji, basi ruksa anaweza kuwa naye na kumkabidhi na kumweka katika moyo wake. Bana Shilole asema kwa sasa yeye yuko single na kama kutatokea mwanaume ambaye anaweza kukidhi mahitaji yake, basi ruksa anaweza kumruhusu kuingia kwenye moyo wake. Lakini vigezo na masharti kuzingatiwa vipi? Shilole anataka kufunga ndoa ndani ya ndege. So mwanaume ambaye anamtaka ni yule ambaye ana uwezo kipesa ili aweze kutimiza hilo lengo lake ambalo yeye analihitaji kuhusiana na swala zima la ndoa yake. Yes, na story nyingine inamhusu P-Funk Majani, mtayarishaji wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Bana huyu jamaa sasa hivi amebadilika kwa mujibu yeye mwenyewe. Kitu gani ambacho kimembadilisha ama mtu gani ambaye amembadilisha? Nisikilize. Yes, tukimzungumzia P-Funk tunamzungumzia kati ya maproducer wa kongwe wa nchini Tanzania ambao wamehakikisha kila kitu kiko sawa kwenye upande wa production. So sasa hivi tena ameweza kumake headline baada ya kueleza yule mtu ambaye ameweza kumbadilisha kwenye swala zima la maisha yake. Tunafahamu zamani P-Funk alikuwa mkali, yani aelewi. Kwa wale ambao waliwahi kumkorofisha P-Funk basi watakuwa wanaamini hiki kitu ambacho time hii hapa mimi nakwambia. So amebadilika kutokana na mke wake. Mke wake amembadilisha vizuri sana, sasa hivi ule ukali umepungua, lakini pia ameweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Ina maana kwamba alikuwa yuko na Mwenyezi Mungu sijui, lakini ndio kitu ambacho P-Funk amekiongea na Dizim Online kwamba sasa hivi yupo karibu sana na Mwenyezi Mungu na hata ule ukali na mambo ya zamani ya vijana yale ameachana nayo. Kwa hiyo kama ni kati ya watu ambao walikuwa wanaona P-Funk imebadilika, alafu unajiuliza mtu gani ama kitu gani ambacho kimembadilisha, basi ni mke wake ambaye yuko naye mpaka time hii hapa. Kama ambavyo nilikwambia, bado tupo katika zile story 5 ambazo zimeweza kufanya vizuri kupitia Dizim Online, na story nyingine inatoka kwa Ommy Dimpoz. Kama wewe ni kati ya watu ambao wanatembelea sana mitandao ya kijamii especially kule Instagram, basi hautakuwa mgeni kwa hiki kitu ambacho nitaenda kukuambia time hii hapa. Bana Ommy Dimpoz sasa hivi amekuwa wa gharama sana kutokana na zile picha ambazo amekuwa akipiga, lakini pia zile location ambazo amekuwa akiwepo. Yes, bana Ommy Dimpoz ameendelea kuteka mitandao ya kijamii kutokana na zile picha zake ambazo amekuwa akizitupia, ambazo zinaashiria kwamba sasa hivi maisha kwake kama yamekuwa mazuri hivi kutokana na zile location ambazo amekuwa akipigia picha na nini. Lakini siku ya leo kwenye akaunti yake ya Instagram ameposti picha ambayo ikimuonyesha amelala, yuko ndani ya ndege, alafu amelala sehemu fulani hivi mzuri sana ambayo inavutia. Nadhani kila mtu akiona picha hiyo atatamani kulala sehemu ambayo Ommy Dimpoz amelala. Lakini hakuishia hapo, alidondosha bongi moja la caption ambalo lilielezea hivi:
ulilalaje? Swali ambalo amewauliza mashabiki zake, lakini hata haters wake vile vile ili swali linawahusu. Kitu cha kushangaza ambacho Ommy Dimpoz amekifanya ni kumute upande wa comment. Amna comment yoyote ile ambayo imeingia. Wewe ulikuwa unataka kucomment nini kutokana na hiyo picha Ommy Dimpoz na hiyo caption ambayo ameiweka? Sio mbaya ukicomment kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Facebook na Twitter @DSM_Online, alafu sisi tutamsanua Ommy Dimpoz. Na story nyingine ya 5 ambayo ni ya mwisho kutoka kwa Darasa. Tunafahamu kwamba sasa hivi Darasa anafanya poa sana na ngoma yake ya Asara Roho. So kuna kitu ambacho kimetokea kwenye Asara Roho. Kitu gani? Nisikilize ama endelea kuwa na mimi. Rapper Nightmaker wa ngoma ya muziki anaendelea kufanya vyema kupitia kazi yake mpya. Ametimiza idadi ya watazamaji zaidi ya milioni 1 kupitia video yake wimbo wake wa Asara Roho katika mtandao wa YouTube ndani ya muda wiki moja tu. Wimbo huo wa Asara Roho wa Darasa umeonekana kuwa na mapokezi mazuri sana kiasi cha mashabiki baadhi kutoa maoni huku wakiulinganisha na wimbo wake uliotangulia wa muziki. Asara Roho umeonekana kuvunja record ya wimbo wa muziki kutokana na kushinda kasi ya utazamaji katika mtandao wa YouTube. Lakini nikukumbusha tu ngoma ya muziki ilipata watazamaji zaidi ya milioni 1 ndani ya wiki 2 tu, jambo ambalo limekuwa tofauti na wimbo wa Asara Roho kutokana na kuwa video imepata watazamaji zaidi ya mara milioni 1 ndani ya wiki 1. So hizo ndo story 5 ambazo zimeweza kufanya vizuri kupitia DSM_Online. Kwa more story usiache kutufuatilia kwenye account yetu ya Instagram, Facebook na Twitter @DSM_Online. Mimi naitwa Dean. Kesho pia ni siku. Bye bye.